Karibu kwenye mafunzo haya ambapo leo nitakuonyesha hatua kwa hatua jinsi ya kuandaa dodoso la mtandaoni kwa kutumia Google Form. Yaani inamaanisha jinsi ya kuandaa online survey kwa kutumia Google Form. Kufanya hivyo, njoo kwenye browser yako unayotumia, andika google.com. Ukisha fungua uwanja huu wa Google kama hivyo inavyoonekana, basi njoo kwenye hii alama hapa ya Google Apps ili kuona apps zilizopo hapa katika Google. Hapa utatafuta Google Form. Katika hizi product kuna product mbalimbali, lakini sisi tunahitaji hii Google Form ili tuweze kutengeneza survey yetu. Utabonyeza hapa kwenye Google Forms. Ukisha bonyeza hiyo Google Forms, utaona zinatokea hapa. Hizi ni template mbalimbali ambazo zipo. Unaweza ukachagua template mojawapo kati ya hizi kama lengo lako kwa mfano ni kutengeneza hii event registration, contact information, lakini kwa sisi tunahitaji kutengeneza Google Form ya survey tuliyokuwa nayo. Hapo tayari tumeshaandaa questionnaire. Kwa hiyo tunahitaji kuingiza maswali yetu ya dodoso ili tukusanye data kwa kutumia online survey. Hivyo ukiwa hapa utabonyeza hii plus button blank, ikiwa inamaanisha ya kwamba sisi tunatengeneza survey yetu from the scratch, yani kuanzia mwanzo bila kutumia template yoyote. Ukifika hapa tayari uwanja wetu wa kuandaa dodoso kwa kutumia Google Form ndio huu ambao unaonekana. Hii ni sehemu ambayo sisi tunaweza tukaandika jina au tukaname hii survey form yetu. Kwa hiyo inategemea na hiyo survey unayoifanya. Kwa mfano mimi hapa naweza nikaandika curriculum development. Labda pengine ni curriculum development kwa mfano. Huu ni mfano tu, lakini hapa ni sehemu ambayo unaweza ukaandika maelezo yanayohusiana na hiyo, yani sehemu description, unaandika maelezo ya lengo. Kuna sehemu ambayo unaandika description ya ile survey yako, basi hii ndio sehemu ambayo unaweza ukaandika hapa. Lakini kabla tujaenda mbali, tunajua kwamba survey au dodoso lile linakuwa na section mbalimbali. Kwa mfano unaweza ukakuta section A ambapo kuna maelezo, unahitaji kukusanya maelezo binafsi ya mtu. Unaweza ukataka kujua umri, unataka kujua jinsi, ndio elimu yake. Sasa mara nyingi huwa kwenye dodoso tunatengeneza zile section ambapo katika kila section moja itakuwa inachukua maswali ya aina fulani. Kwa hiyo kwenye huu upande wetu huu tunauona wa kulia hapa, kuna upande hapa ambao una hii plus button, hii ikiwa na maana ya kuongeza maswali. Lakini hapa kuna hii import questions, kama tayari umeandaa maswali hapo katika kwenye Excel format unaweza ukaimport. Lakini hapa ni sehemu ambayo unaweza ukaongezea aidha kuandika title au kuandika description ya eneo fulani kipindi unatengeneza maswali. Hapa ni eneo ambalo unaweza ukaongeza picha aidha kwenye kila section au kwenye header ya form yako. Lakini kuna sehemu ambapo unaweza ukaadi video. Sisi sehemu yetu ya msingi ambayo nataka nikuoneshe sasa hivi ni hili eneo hapa ambalo tunatengeneza section ya kila sehemu au kwenye survey yetu. Sasa nikibonyeza hapa itatuletea tuandike jina la section ambayo tunahitaji. Kwa mfano hapa tunaweza tukasema ni tunataka sisi hii section ya kwanza iwe inayohusiana na social demographic
information of respondents. Kwa mfano tunahitaji sehemu ya kwanza ni hiyo ya maelezo ya au respondents wetu, na hapa unaweza ukatengeneza description. Ukitaka kutengeneza description unaweza ukatengeneza description ya kuonesha aina gani ya data ambazo unataka kuzikusanya katika section hii. Lakini hii ni sehemu ambayo sasa ndo tunaanza kutengeneza maswali yetu. Kitu cha kukumbuka hapa ni lazima ujue ni aina gani ya response ambazo unazihitaji. Unataka swali lako lijibiwe vipi? Kama swali lako unataka wewe kuuliza, unataka upate, mtu anakuwa na option moja tu ya kuchagua, yani tunaita multiple choice question. Maanake mtu hawezi kuchagua jibu zaidi ya moja, anatakiwa kuchagua jibu moja tu. Hilo ni kitu cha kukumbuka hapo, kama unataka mtu afanye hivyo, au kama unataka mtu ajibu katika hilo swali anaweza kuchagua machaguo zaidi ya moja. Sisi hapa tunataka mtu achague chaguo moja tu katika machaguo tutakayompatia. Basi maana yake katika huu upande wa kulia hapa unaona sisi tumechagua multiple choice. Maana yake mtu anachagua chaguo moja tu katika machaguo tutakayompatia. Nataka kujua jinsi yake, alafu hapa unampa machaguo ya male, na kuongeza chaguo lingine utabonyeza hapo female, automatic yenyewe imeshaona kwamba kuna male, kinayofuata ni female. Kama kuna chaguo lingine utaweka hapo. Kama kuna chaguo ambalo wewe hujaliweka lakini unataka yeye responder ajibu aliweke mwenyewe, basi unaweza ukaadi other, maana mtu ataandika hilo chaguo lake. Kuweka swali lingine la pili linalofuata ndio hili eneo hapa ambalo nilikuonesha hapo awali kwamba kuongeza sehemu ya kuandika swali lingine, ndio utabonyeza katika hii plus button hapa, na hapo utaandika swali lingine linalofuata. Educational background kwa mfano. Sawa, education background. Bado hapa tunajikuta tuna option moja tu, mtu anatakiwa kujibu option moja peke yake. Labda degree, hiyo bachelor degree, labda certificate mfano. Hii ni mifano ambayo wewe utachagua jinsi ambavyo wewe mwenyewe utaweka. Kwa hiyo bado mtu hapa ana chaguo moja tu la kuchagua katika majibu yake ambayo atahitaji. Sasa tuchukue kwamba wewe unataka kumpa mtu option ya kuchagua jibu zaidi ya moja. Kama unataka kufanya hivyo, maanake katika huu upande hapa itabidi tuchague checkbox hapa ambayo itamwezesha yule mtu ambaye anakwenda kujibu question yetu kuchagua jibu zaidi ya moja. Kwa hiyo tutachagua hiyo. Ukishachagua hiyo checkbox itamwezesha huyu respondent kuchagua jibu zaidi ya moja. Labda umeuliza swali linalohusiana labda na challenges in accessing library materials kwa mfano. Alafu hapa unampa machaguo huyu mtu ambaye anakwenda kujibu question yetu, machaguo mbalimbali utampatia hapo, labda machaguo mbalimbali, labda internet, ndio kwenye Likert scale, zile Likert scale questions, ndio. Kama tuna Likert scale, maana yake hapa inabidi tuchague option tofauti. Kama ni Likert scale, basi itabidi hapa tuchague multiple choice grid. Multiple choice grid. Multiple choice grid na tick box grid utakuta zinafanana kuna wakati mle ndani, lakini tofauti yake ni kwamba multiple choice grid yenyewe katika kila row moja mtu anatakiwa kuchagua jibu moja tu. Maana yani option moja tu.
Lakini ukichagua tick box grid kwenye row moja, mtu anaweza kuchagua jibu zaidi ya moja. Sasa kama ni Likert scale, ni vizuri mtu akachagua jibu moja tu kwenye row moja. Sawa. Sasa unakuta labda hapa ndio kuna swali. Unajua kwenye Likert scale mara nyingi tunakuwa na statement ambazo huyu respondent anaweza akakubaliana nazo au akakataa kulingana na option ambazo umempatia, si ndio? Kwa mfano hii hapa kwenye row ndo zile sehemu ambazo unaandika statement unaiandika. Kwa mfano hapa labda unasema Open Access Publishing increases citation, si ndio? Labda citation impact ya kitu fulani, huo ni mfano. Sasa huku ndo utaandika hizo statement mbalimbali. Alafu upande wa column hapa ndo ile ambayo labda wanasema strongly disagree. Sawa, hapa unasema disagree. Hapa labda unasema neutral. Hapa unasema agree. Hapa unasema strongly agree. Naona huku sasa statement mbalimbali ambazo utakuwa unaziandika kulingana na jinsi ambavyo wewe umeandaa questionnaire yako. Kumbuka hii ni Likert scale. Sasa kitu kingine ambacho nataka nionyeshe, pia tunaweza ukaandaa kwenye questionnaire yako, pia kuna option ya kuandaa swali ambalo ni open ended question. Respondent akaandika mwenyewe majibu yake. Kufanya hivyo, kama ndio upo hapa tayari kwenye hili swali letu, kuongeza sasa swali lingine, unabonyeza hapa kwenye plus button hii plus button hapa. Ukishaibonyeza inakuja sehemu hiyo ya kuandika swali. Sasa ili kulifanya swali liwe open ended, maana yake wewe utaangalia either unaweza ukasema short answer au ukasema paragraph. Hebu tuseme paragraph, yote itakuletea, lakini kwenye hii paragraph unaweza mtu akampa option ya kuandika vitu vingi zaidi. Hii ni open ended question. Unaweza ukamwambia labda hapa ni suggestion, akasuggest pengine hizi ni suggestions za huyo mtu, suggestions mbalimbali ambazo anaweza akawa nazo kuhusiana na hilo swali ambalo umemuuliza. Kwa hiyo hapa mtumiaji yeye atatiririka kadri anavyoweza. Hapa unatakiwa kuyafanya maswali yako yawe, kwa mfano haya maswali kulingana na jinsi yalivyo, unaweza kufanya maswali yawe ni lazima kuwasha hii button ya required. Hii hapa itawaka. Ukishaiwasha hapa, maana hili swali litakuwa ni lazima kujibu. Lakini kitu cha kuwa makini, kwa mfano swali kama hili la suggestion, mtu anaweza asiwe na suggestion yoyote. Kwa hiyo kuna baadhi ya maswali ambayo huwezi kuyafanya yawe ya lazima. Kwa swali hili la suggestion, mtu anaweza akawa nayo au asiwe nayo. Kwa hiyo hili swali la namna hii inatakiwa uliache likiwa. Pia unaweza kufanya formatting katika hii questionnaire yako, formatting mbalimbali. Ukija hapa unaweza customize kuanzia muonekano wa hiyo questionnaire yako. Hapa tunaona kuna header. Haya maandishi tunayoyaona hapa yapo kwenye header. Kwa hiyo unaweza ukachagua font size unayotaka yawe makubwa zaidi hapo yanavyoonekana, lakini unaweza ukachagua font style nyingine tofauti humu ndani. Unaweza ukachagua hapa ni kwenye maswali. Unaweza pia ukabadilisha. Unaweza ukabadilisha. Hapa nikasema nikaweka vedana. Unaona? Hii imebadilika na hii hapa imebadilika. Kwa hiyo unaweza ukaamua kubadilisha, na pia unaweza ukabadilisha hiyo font size. Kwa mfano hapa unaweza kuweka 14, unaona hizi zimeongezeka. Kwa hiyo hizo ndio sehemu ambazo unaweza ukachagua.
font style na font size. Lakini pia hapa kwenye header unaweza ukaamua kuweka picha. Unaweza ukaweka picha yoyote, unaweza ukaitengeneza wewe au ukachagua ambazo zipo tayari kama template. Ni vizuri kama utatengeneza za kwako, zitakuwa zina reflect naendana na hiyo questionnaire yako ambayo unahitaji. Lakini kwa sasa, kwa namna tu ya kujifunza, basi na kuonesha tu zile layout mbalimbali, namna tu ya kuzichagua kwa yoyote hapa, na ubali kwamba umeipenda, uta insert na yenyewe itatokea hapa kwenye header yako. Kama unavyoona ile picha ambayo tumechagua itatokea hapa. Lakini pia unaweza ukabadilisha hii rangi ambazo zinaonekana ya questionnaire yako. Kuna rangi mbalimbali. Kwa hiyo wewe unaweza ukaamua kuchagua hizi zinazoonekana hapa, au ukaamua kuchagua rangi nyingine katika hizi. Unaweza ukachagua rangi yoyote unayoitaka katika hizi. Yoyote ile ambayo wewe unaona inakufaa. Nasema ni hadi hii rangi. Unaona? Kwa hiyo utaona rangi inabadilika kulingana na ile ambayo wewe unahitaji. Ni namna tu ya kunogesha hiyo survey yako ionekane tofauti. Unaweza sasa uka preview, yani ukaiona hiyo questionnaire yako inaonekanaje, ukataka kuiangalia kabla hujaipublish, kabla hujashare. Kwa hiyo utakuja hapa kwenye preview ili kuitazama jinsi questionnaire yako inavyoonekana. Huu ndio muonekano wa hii questionnaire yetu hapa inavyoonekana. Ina maana ukisha share, mtu akifungua tu anakutana na hichi kitu. Kwa hiyo akibonyeza hivi hapa itampeleka sasa kwenye maswali, ambayo haya ndio maswali hapa na jinsi yanavyoonekana. Ndio jinsi maswali yanavyoonekana. Na hata akitaka kujibu, tunaona tulisema hapa itampa option ya kujibu kitu kimoja tu. Kwa hiyo haiwezi kutiki mara mbili kwenye row moja. Kwa hiyo kila row moja atakuwa amepewa option moja. Na hapa ni sehemu ambayo yeye tulisema atakuwa na uwezo wa kuandika majibu yake ambayo atahitaji. Hili ni eneo ambalo tulisema kwamba atakuwa na uwezo wa kuchagua machaguo zaidi ya moja. Kama unavyoona hapa machaguo, anaweza kuchagua zaidi ya chaguo moja. Lakini hapa atakuwa na uwezo wa kuchagua chaguo moja tu, hawezi kuchagua machaguo mawili. Kwa hiyo atakuwa na choice moja tu ya kuchagua hapa. Naam. Kwa hiyo kabla hujashare utafanya hivyo. Sasa namna ukishamaliza kuiangalia jinsi inavyoonekana na ukalizia, ukakubali kwamba hiyo ndio questionnaire ambayo wewe umelizia, kufanya hivyo lazima uipublish kwanza hii form yako, uipublish. Utakubali hapa, utaipublish. Ikishakuwa hapo, ishakuwa published tayari. Kwa hiyo hii link ambayo unaweza kuishare, kwa hiyo wewe ifanye hii link kuwa fupi kama hivyo inavyoonekana, alafu una copy hii link, inakuwa tayari kuishare kwa watu. Kwa mfano hapa nikiipaste hapa, nikaipaste hii link hapa, alafu nikaitafuta, maana itanipeleka sasa kwenye ile form. Itaonekana hivi kama inavyoonekana. Mtu amejaza. Mtu anakuwa amejaza, nataka nikuoneshe kule itaonekanaje mtu akishakuwa amejaza. Hapo. Alafu hapa mtu akawa ameandika kitu chochote. Alafu akasubmit. Hapo tayari ameshakuwa amesubmit. Hapa inasema submit another response. Maana yake huyu mtu amesubmit response moja na anaweza kusubmit response nyingine. Kama utahitaji mtu aweze kufanya hivyo, basi utaacha hivyo kama ilivyo. Lakini kama hauhitaji, maana yake itabidi wewe uje katika hii form yako useme sasa hapa kwenye setting, responses, tuna manage response. Tunataka mtu aweze kusubmit mara moja tu. Ukishaiwasha hii, maana yake huyu mtu akisha submit hawezi kusubmit tena. Na hii itakuwa ni nzuri kwa sababu ukiacha mtu aweze kusubmit jibu zaidi ya moja, maana yake mtu mmoja, wanaweza wakawa watu watano tu wakajaza zaidi ya moja. Mtu akajaza hata 20,
response 20 au 30, alafu ukaona umepata respondents wengi, kumbe ni watu wachache ambao wamejibu mara nyingi. Sasa hapa kwenye responses, kwa sababu tayari kule tulivyofanya demo tumeona nilijaza question ya 1, hapa inaonekana response ni 1, ambapo ukija unaona hizi summary ya watu ambao wamejaza hii questionnaire, na tayari nakufanyia simple analysis kukuonesha majibu jinsi watu walivyojaza. Hapa umepewa option ya kuweza kufungua hizi response kuzipeleka kwenye Microsoft Excel. Kwa hiyo hii unaweza ukaifungua kwenye sheet ya Excel. Hapa itakupa hii notification, wewe unasema create, moja kwa moja itaenda kufungua hizo response kwenye upande wa Excel sasa. Kwa hiyo hapa majibu yetu tayari hapa, ambao tunaona tuna respondent mmoja ambaye amejibu, itakugea muda ambao huyo mtu amejibu. Kwa kusema hayo, nashukuru sana kwa kuungana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa somo hili. Karibu tena kwenye masomo mengine yajayo, kutakuwa na masomo mengi. Asante sana na karibu tena wakati mwingine. Bye.